wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika somo letu la asubuhi tutazungumzia wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ndio somo ambalo tutazungumzia. Niseme tu, katika maisha ya mwanadamu kuna nyakati ambazo Mungu amepanga, na katika kupanga kwa maisha au kwa nyakati, Mungu ameweka tofauti ya nyakati, na kuna wakati ambao unaitwa wa Mungu. Wakati huo unaitwa Kairos. Kairos ni wakati wa Mungu, na huo wakati ukishafika, hata kama vitu vinaweza kuwa vigumu, hata kama vitu vinaweza kaangala, lakini ni wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia tunakutanisha aina tatu katika wakati au mifano mitatu. Jambo la kwanza ni wakati wa sala. Utakumbuka wakati wa kwanza katika kitabu cha Mwanzo sura 18 mstari wake wa 10 na Mwanzo 21 mstari wa kwanza na wa tatu. Biblia inasema kwamba haikuwa wakati wa Sara wa kuchukua mimba, lakini wakati wa Mungu ulifika, Sara alichukua mimba. Wakati wa Mungu ukifika kwa mwanadamu, kila ambaye aliyekudharau atakuheshimu. Wakati wa Mungu ukifika kwa maisha ya mwanadamu, vitu vinakuwa vinajibeba vyenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Mungu watu wanashindwa kujua wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu pia anasema mungelijua wakati wa Mungu na kuleta amani, msingeangamia. Kama mungelijua wakati wa Mungu na mungelijua ambaye anayeleta amani, msingeangamia. Kusema tu ya kwamba kuna nyakati ambazo Mungu analeta au Mungu anatenga, na wakati wa Mungu ukifika juu ya Kongo, kila kitu kitabadilika. Mwandikaji wa kitabu hichi cha Mhubiri anaitwa Suleiman, na kwa sura yake ya 3 ndo ameongea kuhusu nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilitafuta tuzungumzie wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ni wakati ambao Mungu ametenga kwa ajili ya kufanya vitu vyake mwenyewe. Na wakati wa Mungu ukishafika, watu wanashindwa kutambua hii ni nyakati gani. Je, hii ni nyakati ya Mungu au ni nyakati ya mwanadamu? Sasa wakati wa Mungu ukishafika, kila kitu ambacho kinaweza kuwa ambacho hakiendelei, Mungu huwa anafanya kile kitu ambacho kilikuwa hakiendelei, anakifanya kiendelee, kwa sababu ni wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweka Yesu kaburini, pia wanakamata maskari, wanatia ili wanafunzi wasije wakachukua mwili wa Yesu. Lakini walisaulika ya kwamba kuna wakati ambao Mungu ametenga. Wakati wanaweka maskari kwenye kaburi la Yesu, wakachukua walinzi, na hao walinzi, sababu kubwa ilikuwa wasiibe, kwa sababu utakumbuka ya kwamba Yesu alisema ya kwamba nitakufa, baada ya siku 3 nitafufuka. Sasa ikaonekana ya kwamba waweke walinzi juu wanafunzi wasije wakakuja kuchukua ule mwili ambao Yesu alisema kama atakufa na atafufuka. Sasa wakasaulika kama kuna wakati wa Mungu ambao umewekwa kwa ajili ya kufanya tukio hilo. Biblia inasema ya kwamba
Yesu alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Mungu ulipofika, Yesu alifufuka, na walinzi wakashangaa, wakasema ya kwamba huyu alikuwa mtu wa Mungu. Wakati wa Mungu ukifika, inaonesha nani alikuwa juste, kwa sababu ni wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wakati pia wanadamu